Naam, karibu tena katika kipindi chetu pendwa kabisa. Kipindi ambacho inawezekana kuna vifungu ambavyo vipo ndani yako. Inawezekana kuna hali fulani ambayo unaipitia kwa wakati huo iko mbele yako. Unaenda mbele za mchungaji. Mchungaji anamwambia bwana, naomba uniombee. Nina tatizo 1 2 3. Mchungaji anakuambia njoo. Anakuwekea mkono, anakuombea, unapona. Anakuja mtu mwingine ana tatizo lake la tofauti. Anamwambia mchungaji, bwana nina tatizo 1 2 3. Ninaomba uniombee. Mchungaji anamwekea mkono, anamuombea. Kwa neema na kibali ambacho Mungu ameweka ndani ya mchungaji, yule mtu anapona. Atakuja tena mtu mwingine, atakuja 5, 6, watakuja watu 10. Sasa nataka nione kwamba uone ni namna gani mzigo wa mchungaji unakuwa mkubwa kuliko mzigo ya wewe unayeombewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani nitolee mfano ya kwamba wewe unakimbizwa na kundi fulani la majambazi. Nimekupa mfano ya kwamba mfano wa kwanza wa mtu aliyeokoka ni askari. Let's say sasa hivi unakimbizwa na kundi la vibaka. Wanakukimbiza. Ukaona sehemu salama ya wewe kukimbilia na sehemu ambayo utapata usalama wako ni kwa askari. Utakimbilia kwa askari. Ukifika kwa askari, ina maana askari anaanza kupambana na lile kundi lote ambalo lilikuwa linakukimbiza wewe mtu mmoja. Inawezekana ni watu 6, 7, 5. Haya, amemaliza na kundi lako, anakuja mwingine tena na shida yake ya tofauti. Ina maana yule askari inabidi apambane na lile kundi lingine ambalo linakuja kwa ajili ya kumvamia mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ndio hali ambayo mchungaji anakutana nayo. Inawezekana wewe kwa shida yako ambayo umeenda ili akuombee, ni kuna mapepo fulani yanataka wewe ufe. Ni kuna watu fulani wamekaa kikao wanataka wewe uangamie. Mchungaji anaomba, hayo mapepo yanatoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakitoka kwako, ina maana hiyo ni vita ambayo mchungaji kaianzisha, kwamba wale watu ambao walituma hayo mapepo ya kudhuru wewe, yule mchungaji ameyatoa. Sasa wale watu wataangalia huyu ni nani aliyeyatoa haya mapepo. Ina maana wale watu wanaanza vita sasa na yule mchungaji ambaye ameyatoa yale mapepo kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana anakuambia kwamba vita ya watumishi wa Mungu ni kubwa kuliko vita ya watu wa Mungu. Sasa ameombea mtu wa kwanza, ameombea mtu wa pili, ameombea mtu wa tatu. Kila mtu ana mapepo ya aina yake tofauti tofauti. Huyu ana mapepo sijui kutoka wapi. Huyu ana watu waagiza kutoka wapi ambao walikuwa wanamtesa wakimuandama kwa namna tofauti tofauti. Sasa leo hii amewaombea wale watu wote, wamepona. Ina maana vita za wale watu zote zinarudi kwa mtumishi wa Mungu. Kisasi cha wale watu kwamba huyu ndiye kaharibu tusimuue huyu mtu. Huyu ndio kaharibu huyu mtu yani malengo ya ya yeye kuto kufanikiwa yakaenda tofauti na tulivyotarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna watu leo hii wewe unatembea hapo ulipo, kuna mtu anakupangia wewe ufe. Kuna mtu anatamani asikuone kabisa, yani kwa namna unavyoonekana. Kuna mtu furaha yake wewe ni kuona unaharibikiwa tu kila siku, mambo yako yanaenda tofauti kabisa. Yanaenda hovyo hovyo, vibaya vibaya, basi hiyo ndio furaha yake. Sasa huyu mtu ni adui kwako. Baada ya kuona matatizo na changamoto zinakuwa nyingi, basi wewe umekimbilia kwa mchungaji. Mchungaji amekuombea, mapepo yametoka. Sasa yale mapepo yakitoka, ina maana huwa yana kisasi na yule mtu aliyesababisha vile. Sasa ina maana mchungaji au mtumishi wa Mungu, ina maana ile vita sasa anaanza kuikabili yeye. Sasa kwa sababu mtu wa Mungu unakuwa wamesimama na neema ya Mungu iko juu yako na nguvu ya Mungu iko juu yako, basi ile vita Mungu mwenyewe ndio anayepigana. Sasa ndio maana nikakufananishia kwamba wokovu tunafananisha na askari, tunafananisha na mwanariadha, tunafananisha na mkulima kwa namna fulani, ili upate kunielewa ya kwamba kwa hiyo kama askari kazi yake ni hii, basi hiyo ndio kazi ya huyu mtu wa Mungu, kwamba anapaswa apambane na kila aina ya uovu ambao anakutana nao. Anapaswa akabiliane na wale maadui wa kila aina ambao anakutana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio yeye tu. Hii ndio kazi yake ambayo anapaswa kuifanya. Sasa kama umeokoka alafu umetulia tu, basi unaweza ukaangamia hapo hapo kwa namna yoyote ile ambayo adui anaweza akakuvamia. Hauna ulinzi. Umeokoka ukasema umetulia tu, ina maana unategemea kurelax kwamba kwa sababu umeokoka basi sasa hivi utarelax. Hapana.
Yaani ukiokoka ni kama umevishwa cheo fulani, ni kama umevarishwa gwanda lenye nyota fulani, kwamba uko level fulani. Kazi yako ni kukitumikia kile cheo, kazi yako ni kufanya, ni kutimiza kusudi la kile cheo ambacho wewe unacho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye maisha kuna njia mbili. Kuna wakati utampenda rafiki, lakini Biblia inasema mpende adui yako. Sasa utajiuliza ni kwa nini umpende adui? Rafiki kwenye maisha anakupa utulivu, lakini adui kwenye maisha anakusukuma wewe kufikia katika level ambayo Mungu anapanga ufike. Yaani adui anakutoa kwenye level ambayo upo na kukufikisha kwenye level ya juu zaidi ya pale ambapo ulikuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa huyu adui lengo lake na kazi yake maalum kwenye maisha yetu ni kutufikisha katika level fulani ambayo tunapaswa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati tunafurahia kuwa na marafiki wengi, lakini kumbe kuna wakati kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na maadui, kwa sababu maadui ndio wanatufanya tufike pale ambapo tulipaswa kufika. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kuna muda ambao unapaswa kuwa na maadui wengi ili wakufikishe katika hatima yako hiyo. Yaani kuna muda inabidi maadui ndio wanaokufanya wewe ufike katika ile hatima ambayo umepangwa ufike. Mtazame kama Yusufu. Maadui zake walianzia nyumbani kwake. Yaani wale wa familia yake, wale ndugu wa damu kabisa, ndio walianza kuwa maadui zake. Na ndio walikuja wakamsukuma mpaka akaja akawa waziri mkuu. Isingekuwa wale watu ni maadui, wasingemfanyia njama za aina tofauti tofauti, kutaka kumuuza utumwani. Ina maana inawezekana asingefika kule alikofika. Lakini kupitia wale watu, kupitia zile fitna zao ambazo walimfanyia, ndio zilimsukuma mpaka akafikia lile lengo ambalo Mungu alipanga kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani adui anapokuja kwenye maisha yako, anapambana na wewe, lakini anakutengenezea kesho yako ambayo Mungu ameipanga kwenye maisha yako. Lakini kitu kingine ni kwamba adui anapokuja kwenye maisha yako, mara nyingi huwa hapambani na hiyo leo yako. Yaani hapambani na kile unachokiona leo kwenye maisha yako. Yaani adui sio kwamba anakuja kwa sababu amekuona wewe una gari au una nini. Kuna wakati maadui wanakuja kwako kukudhoofisha, kwa sababu wanaona kabisa kesho yako itakuwa ya namna fulani. Yaani adui ana uwezo wa kuona kwamba huyu mtu huyu kwa huu mwenendo anaoenda, kesho yake atakuwa mtu mkubwa sana. Kesho yake atamiliki magari mengi sana. Kesho yake atakuwa tajiri mkubwa sana. Sasa ili asifike kwenye ule utajiri, ili asipate pesa nyingi, basi kinachofanyika ni kumwangamiza leo ili asifikie ile ndoto yake ya kesho. Iko mifano kadhaa ambayo adui aliangalia kesho ya watu fulani, alafu akataka kuiharibu ile leo yao ili ile hatima yao ya kesho isifikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuna namna adui aliangalia kwamba huyu mtu kesho atakuja kuwa mtu mkubwa sana. Sasa kama atakuja kuwa mtu mkubwa, napaswa kuharibu hii leo yake ili isifikie kesho. Lakini mpango wa Mungu kama uko juu yako, hiyo mipango ya adui haitafanikiwa kwa namna yoyote ile katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikishakuwa juu yako,
kama Mungu ndio amechagua wewe upambane ili ufike sehemu fulani, adui hata aje kwa njia ya aina yoyote ile hawezi akaharibu huo mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tutizame ni namna gani adui anaangamiza leo yako kwa ajili ya ndoto yako. Kuna watu kadhaa katika Biblia ambao adui waliziona kesho zao. Adui akapanga mambo mabaya na makubwa kwa ajili ya hawa watu ili wasifikie ile kesho yao. Alipanga hata vifo kwa ajili ya hawa watu ili wasifikie kesho yao. Tunaona katika kitabu cha Mathayo. Naam, katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 kuanzia mstari wa 3 na kuendelea. Hapa tunaona habari ya Yesu mwenyewe na mfalme Herode. Mfalme Herode aliposikia habari za kuzaliwa kwa Yesu, kwa sababu ukumbuke ile nyota ya mashariki iliangaza katika ulimwengu mzima, na ile ilikuwa ndio ishara ya ujio wa Yesu, na ile ishara ilionyesha kitu fulani kwamba kuna kitu kikubwa sana mbeleni. Lakini sasa ile ishara ilimshtua sana mfalme Herode, na baada tu ya kuona ile nyota mashariki akatuma watu waende wakaangalie huyo ni nani, kuna mtu gani ambaye amezaliwa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile ishara ilikuwa ni kuzaliwa kwa Yesu. Ilikuja kwa namna ya tofauti kiasi cha kumshtua adui mpaka adui akaogopa. Sasa huyu adui kitu ambacho aliona kwamba hii ishara itakuwa ni mbaya kwangu baadaye. Itakuwa ni ishara ni ishara ambayo ilionyesha kama ni mapinduzi ambayo yatakuja kutokea baadaye. Ina maana yule adui aliona kabisa ya kwamba inawezekana baadaye nikakosa mamlaka kupitia hii ishara ambayo nimeiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu adui alifanya nini? Kitu ambacho alifanya adui ni kwamba akasimama akasema, sasa ili isije kutokea. Ukisoma katika kitabu hiki cha Mathayo sura ya 2 mstari wa kuanzia wa 3, akasema mfalme, neno la Mungu linasema, basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao Kristo azaliwa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani alipoona tu ile ishara akaanza kuuliza watu, akasema jamani, huyu Kristo amezaliwa wapi? Kwa sababu ameshazisikia zile habari za kwamba huyu aliyezaliwa, kwa sababu hii ukumbuke ilishatabiriwa na nabii Isaya na nabii Yeremia, walitabiri huko nyuma kabisa. Kwa hiyo hata ile ishara ilivyotokea, basi huyu mfalme Herode alijua ya kwamba inawezekana ndio kile kilichotabiriwa. Mstari wa 5 anasema, nao wakamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndiyo ilivyoandikwa na nabii. Kwa hiyo Herode aliuliza kwamba jamani, huyu anayesema ni Kristo kazaliwa wapi? Wale watu wakamwambia kwamba ni huko Bethlehem, maana ilitabiriwa na nabii kwamba huko Bethlehem mtu atazaliwa, na huyo atakayezaliwa ndio Kristo mwenyewe, ndio atakayekuja kukomboa ulimwengu. Kwa hiyo hizi habari zilimtisha kwa namna fulani Herode, ambaye alikuwa ni adui, kwa sababu alikuwa anaenda katika njia zisizompendeza Mungu. Alikuwa anawatumikisha watu kwa namna ya tofauti, ambayo ni njia ambayo ni tofauti na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo alipozisikia zile habari akaona kabisa huyu mtu atakuja kuharibu ufalme wake. Nini anapaswa kukifanya? Basi anapaswa kumwangamiza ili asije kuharibu hiyo kesho yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tunakuja kuona ya kwamba ilifika mahali akaenda kule Bethlehem, akatuma watu waende wakamuua. Lakini walipofika kule wale watu kwa mara ya kwanza, Roho Mtakatifu alisema na wale watu kwa ndoto ya kwamba walimkuta Yesu kule. Sasa Roho wa Mungu alisema nao kwa njia ya ndoto usiku ya kwamba wasirudi kwa Herode, wasizipeleke tena zile habari kwa Herode. Herode alituma wale watu akakuta hawarudi. Akatuma tena wengine akaona hawarudi. Basi baadaye akaamuru ya kwamba sasa watoto wote wenye chini ya miaka 3 basi wanapaswa kuuliwa.
Hii yote ni ili yule naye awemo katika wale watu, kwa sababu anayetafutwa ni mmoja, lakini aliangamiza watu wengi ili tu amwangamize na yule. Lakini neema ya Mungu ilikuwa juu ya huyu mtu, kwa sababu huyu ni mtu ambaye tayari ameshachaguliwa. Mkono wa Mungu uko juu yake kwa mpango ule, lakini bado hakuweza kufanikisha lengo lake. Roho wa Mungu alimtokea Yusufu usiku, akamwambia mchukue mwanao na uondoke. Akaondoka na mtoto, akakimbia. Yule anapoangamiza wale watoto kule, wakati huo Yesu ameshaondolewa. Wakati huo Mariamu ameshaondoka na mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbe adui yetu mara nyingi hapambani na leo yetu, anapambana na kesho yetu. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Kutoka, sura ya 1 mstari wa 22, neno la Mungu linasema, kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanaume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ilikuwa ni enzi za Musa ndio anazaliwa. Ilifika mahali ya kwamba akasema, yani ikaamliwa kwamba watoto wa kiume hawastahili kuishi, kwa sababu ilikuwa ni Uyahudini kule Misri ambako wana wa Israeli walikuwepo kule. Sasa huyu mfalme aliona ya kwamba hawa wana wa Israeli wana neema fulani, wana nguvu fulani ndani yao. Yani mtoto wa kiume akizaliwa anakuja na nguvu fulani ndani yake. Sasa akaona kabisa hivi vizazi vinavyoendelea kuzaliwa, mtoto wa kiume akizaliwa baadaye anaweza kaja kaleta nguvu fulani atakao kuja kupindua taifa. Sasa akaona kwamba ni bora watoto wa kiume wote wakizaliwa basi wauliwe ili wasiwepo kabisa, kwa sababu inawezekana wakaja wakaharibu falme zake, wakaja wakaharibu kazi zake. Bwana Yesu apewe sifa. Akawaambia kwamba watoto wa kiume wanapaswa wote kuuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ikaja kutokea huyu mama akamzaa. Sura ya 2 anasema, sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 anasema, mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana. Alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Huyu binti alimzaa mwana. Sasa akaona ni wa kiume. Ukumbuke mfalme ashatoa maagizo ya kwamba watoto wote wa kiume wauliwe. Sasa huyu binti amezaa mtoto tena wa kiume. Anamfanyaje? Sasa yule mtoto alikuwa ni mtoto mzuri sana. Akaona sasa kweli nitafanyaje sasa? Kitu ambacho alikifanya, mstari wa 3 anasema, na alipokuwa hawezi kuficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule mama alichokifanya ni kwamba alichukua ni kama kajinyumba fulani, akakatengeneza vizuri, akakipaka lami ili kiasi kwamba yale maji yasimfikie mtoto. Yani ni kama kakiota fulani, akakitengeneza vizuri, akamweka yule mtoto ndani. Huyu ndiye Musa tunayemzungumzia hivi leo. Matendo yake ni nadhani bila shaka unaelewa ni namna gani kazi aliyoitenda, kazi ya Mungu aliyoitimiza kuwatoa wana wa Israeli kule Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namna gani alizaliwa? Sasa huyu adui alipambana naye vipi? Sasa tazama neema ya Mungu inapokuwa juu ya mtu wa Mungu, kwamba inatembea na wewe hata uwe wapi. Yani kiasi kwamba hata adui apange vipi kwa ajili yako, haiwezi ikatokea kama Mungu yuko pamoja na wewe. Sasa mpango wa adui ilikuwa ni kumwangamiza. Lakini tizama, yule mama alimchukua yule mtoto, akamweka kwenye kale kasafina. Akasema sasa akaenda kando ya mto, akaenda akakiweka kile kisafina kwenye mto, kwa sababu iliamriwa kwamba watoto wote wanapaswa wauliwe, watoto wa kiume wauliwe na watupwe kwenye mto. Sasa akasema hapana, mimi simuui mtoto. Akaweka kwenye kisafina, akaweka kwenye kama kakiota fulani, akaenda akaweka kule mtoni, akakiweka kando ya mto. Basi kale kasafina kakawepo pale na yule mtoto akiwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu ambacho kilikuja kutokea, neema ya Mungu inapokuwa juu ya mtu wa Mungu, basi huaga hakuna kinachoweza kushindikana kwa namna yoyote. Mtoto wa yule Farao, yule adui, akawa anaenda kuoga kule mtoni. Alipofika mtoni, ndio akakutana na kile kisafina, ya kwamba
alipokichukua kile kisafina akaona mtoto ndani yake. Alipoona mtoto ndani yake akampenda yule mtoto. Akaona jamani, mtoto ni mzuri sana, wacha nimchukue. Pasipo kujua ni moja kati ya wale watoto ambao walipaswa kuuliwa. Akaona ni mtoto wa kiume, akamchukua akaenda naye nyumbani. Akaona jamani, mtoto ni mzuri sana, huyo hatupaswi kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kutambua ya kwamba ni huyo ndio atakaye kuja kuangamiza. Basi yule mtoto akamchukua, alipompeleka kule, akaona hakuna mtu wa kumnyonyesha, akaamuru. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, adui ndio atakaye kufikisha wewe katika level ambayo wewe unataka. Yaani sehemu pale ambapo utaishiwa maji, basi adui ndio atakuwa mtu wa kukupa maji ili ukate kiu yako. Alipofika kule, akaona atamnyonyesha nani sasa huyu mtoto? Akaamuru atafutwe mtu mwanamke katika kabila la Waisraeli ambaye ataweza kumnyonyesha yule mtu. Yaani anachukuliwa kama mtumwa, anachukuliwa kama mfungwa fulani ili aje amnyonyeshe yule mtu. Akaenda kutafutwa mtu mwanamke ambaye ana uwezo wa kunyonyesha. Bahati iliyokuwa ni njema, yule mama yake na mtoto ndio akaenda kuchaguliwa kwamba wewe twende ukamnyonyeshe mtoto, pasipo kujua ya kwamba kumbe ni yule mtoto wake ndio anaenda kumnyonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui unanielewa kwamba hiki kinachotokea ni nini? Yaani yule mama alimweka mtoto kule porini kiasi kwamba akasema huyu mimi sitaki kumuua. Lakini mke wa adui, binti wa adui, alipomchukua yule mtoto akampeleka nyumbani, akamwambia mfalme. Yaani mfalme mwenyewe taarifa tayari anayo ya kwamba kuna mtoto tumemwokota huko jamani, lakini mtoto ni mzuri sana, tumlee. Katika kumchukua yule mtoto, ikabidi atafutwe mtu ambaye atakuja kumnyonyesha yule mtu. Yaani adui anakuja kutumika kwa kutengenezea wewe njia kufikia katika hatima yako. Yule mama hakutaka kumuua kwa sababu alimpenda sana mtoto wake. Na sidhani kama kuna mama ambaye anatamani amuue mtoto wake. Ukiona ni hivyo, ni adui yuko ndani yako. Ni roho ya shetani ambayo yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neema ilivyokuwa ya ajabu, mama yake huyo anakuja kuchukuliwa tena na anaenda kumnyonyesha yule mtoto. Anaenda kumlea yule mtoto. Neema ya Mungu na ikawe juu yako katika jina la Yesu. Yaani kuna wakati adui anakufanyia mabaya, alafu hayo mabaya inafika mahali ya kwamba yanakuwa ni mema ndani yake, yanazaa wema ndani yake, yanakufikisha katika hatima wewe ambayo Mungu amekupangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana kwenye maisha unapitia katika hali fulani hivi. Adui anapanga mambo fulani mabaya tu mengi kila itwapo leo kwenye maisha yako. Lakini hayo maadui mwisho, yani hayo mabaya ambayo adui anakupangia, mwisho wake yanakuja kukuletea mafanikio makubwa ambayo wewe mwenyewe hukutarajia. Yanakuja kukuletea mambo makubwa na mema na mazuri ambayo wewe mwenyewe hukutarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe adui kuna wakati anatumika kutufikisha katika hatima zetu. Kuna wakati adui anatumika kututoa katika hali ya chini kutufikisha katika hali ya juu ambayo Mungu anakuwa ametupangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu na iwe juu yako. Huyo adui ambaye unapambana naye leo hii, huyo ambaye unaona anakutesa kila itwapo leo, ndio mtu ambaye atakufikisha katika hatima ambayo Mungu amepanga juu yako. Ndio mtu ambaye atakutoa katika hiyo hali ya chini na kukufikisha katika level fulani ya juu. Anakutengeneza kuwa mkuu zaidi ya hapo ulipo. Anakufanya kuwa jasiri zaidi ya hivyo ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapanda juu na utakuwa mkubwa zaidi ya hivyo ulivyo, lakini kupitia hiyo njia ya adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana na karibu sana kujifunza neno la Mungu mahali hapa.